Katika gereza lililoko Burkina Faso, gereza linaloitwa Kutoka, gereza ambalo liko katika mji wa Ouagadougou. Gereza hilo limekuwa likisifika kwa zile zinazoitwa sifa za unyanyasaji, ukatili, haki amna tena kwenye gereza hilo. Katika gereza la Kutoka lililokuwa na ukuta mkubwa na ulinzi mkubwa, watu ukiingia humo huwezi kuwa na amani. Katika gereza hilo kuna mateso makubwa. Kesi za watu wanaoingia humo pia ni kubwa. Gereza hilo linasemekana kutokufuata haki kwa wananchi wa Burkina Faso, kitu ambacho kilimgusa sana Captain Ibrahim Traore na kutaka kuchunguza kujua ukweli na uhalisia wa jambo. Ibrahim Traore akumtuma mwanajeshi wake wala akumtuma mtu yoyote, bali alifanya maamuzi ya kwenda yeye mwenyewe. Hii ni story ya kweli kama ilivyokuwa katika nchi ya Tanzania kipindi ambapo yupo John Pombe Magufuli alikuwa akiingia kwenye hospitali na kujifanya raia wa kawaida na kupata huduma, na alipopata huduma mbaya aliweza kufukuza kazi wale waliofanya kosa. Ndivyo ambavyo Ibrahim Traore alifanya katika gereza la Kutoka lililoko Ouagadougou. Mtazamaji, usiache kuendelea kusubscribe, like na comment ili tuendelee kuwa nawe kila siku. Ilikuwa hivi: Ibrahim Traore aliingia katika gereza hilo kwa kuficha utambulisho wake, lakini pia na muonekano wake. Aliingia kama Musa Diallo, na alivyoingia humo ndani alijifanya kuwa ni mtu wa kawaida. Aliingia kukosa la kawaida tu la wizi wa mtaani. Alivyoingia humo, alivyoanza kuhojiwa na kuteswa, ndani ya siku 6 aliweza kuwajua wale ambao wanawatesa watu, lakini pia na kuwafanya watu wasiishi kwa amani na kukosa haki zao ndani ya gereza hilo. Wengine walikuwa wakipendelewa kulingana na kipato chao, wengine walikuwa wakipendelewa kulingana na nguvu na mabavu waliokuwa nayo ndani ya gereza. Kuna wafungwa waliokuwa wanaishi kwa raha kutokana na kipato chao, hivyo hakukuwa na haki kabisa. Wapo ambao walikuwa wanateseka kutokana na unyonge wa maisha yao. Rais Ibrahim Traore alikuwa akiangalia yote hayo kwa kipindi cha siku 9 alizoishi humo ndani. Ibrahim Traore alikuwa mvumilivu, mwenye kuangalia kwa jicho la makini. Hasira haikuja, na hakuna alijua kuwa huyu ndiye rais ambaye anasifika kuwa simba wa Afrika. Simba wa Afrika mwenye kujawa hekima na busara aliendelea kuficha uhalisia wake. Japo kuna baadhi ambao walijua tuna rais yuko ndani. Hao walikuwa ni wale maaskari wake wanaomlinda, wale wanaomlinda rais na kutembea naye popote pale alipo. Huku tunawaita usalama wa taifa, sijui Burkina Faso tunawahitaji. Rais Ibrahim Traore aliendelea kuchunguza mdogo mdogo zile hali za unyanyasaji na ubaguzi zilizokuwa zikiendelea ndani ya gereza hilo. Afande mmoja jina lake hakujulikana. Afande huyo alimfuata Ibrahim Traore kutaka kumpeleka kwa mbabe wa gereza hilo ili kufuata mahitaji na maelekezo ya gereza hilo. Mbabe huyo inasemekana kuwa ndio mwenye fedha katika gereza hilo. Hivyo maaskari walikuwa wanafuata wale wafungwa wenye fedha kwa kuwa vibaraka wao, kwani ulipwa mara 2 ya mshahara wao. Ndipo Ibrahim Traore aligundua kuwa hakuna haki inayotendeka ndani ya gereza hilo, kwani wapo ambao wanaishi kwa shida kutokana na hali ya maisha yao. Ikumbukwe tu, mfungwa akiwa gerezani pia ana haki kama binadamu wengine. Gerezani sio sehemu ya kufungwa tu, bali gerezani ni sehemu ya kujifunza na kuishi maisha ya nidhamu. Ni sehemu ambayo mfungwa anajifunza nidhamu ile ambayo hakuwa nayo katika maisha ya kawaida. Ni sehemu mbaya, lakini inakufunza kuwa na nidhamu, kuwa mstaarabu kutokana na yale utayopata huko. Lakini pia kuna ujuzi mbalimbali ambao utajifunza ndani ya gereza. Lakini katika gereza la Kutoka, yote hayo yalikuwa ni tofauti na yale tuliyokuwa tukiyatarajia. Ibrahim Traore aliendelea kuchunguza mdogo mdogo ili kujua nini hatima ya gereza hilo.
na baadaye aligundua uchafu wote unaotendeka ndani ya gereza hilo, hivyo akaamua kufanya maamuzi ya kutaka kuwafukuza kazi. Ibrahim Traore siku hiyo ilikuwa ni mapema kabisa mchana, siku ya 9, siku ambayo ndani ya gereza hilo waliona ugeni uliowashangaza na kuwashtua maaskari wote, wakijua kuwa inawezekana kuna rais ambaye amekuja. Magari meusi ya rais yalikuwa yametanda nje ya milango ya gereza hilo, na ndani walinzi wa rais walijaa na kuzunguka katika eneo hilo. Lakini wote walipopepesa macho kuangalia rais yuko wapi, hakuna aliyemuona. Watu wakabaki na maswali. Ghafla akatokea mlinzi wa rais mmoja, akamfuata mkuu wa gereza hilo na kumwambia kuwa tunamhitaji mtu wetu, anaitwa Musa Diallo. Nao walivyoenda kumchukua Musa Diallo, mmoja ambaye alienda kumchukua ndiye alikuwa wa kwanza kufahamu uhalisia wa rais Ibrahim Traore, kwani alikuwa amezitoa zile ndevu za bandia ambazo aliziweka katika uso wake. Hivyo alikuwa anaonekana sasa kuwa yeye ndiye yule Ibrahim Traore ambaye walimtesa akiwa umo ndani kwa kumfanyia vitendo ambavyo walimnyima haki kama mfungwa. Kumbe walikuwa wanamfanyia rais Ibrahim Traore ambaye ndiyo bosi wao. Alivyotoka nje, maafisa wengine na mkuu wa gereza aliona, alishtuka na moyo ulienda mbio. Baada ya kushtuka, wote walipiga saruti, na baada ya hapo wote walifukuzwa kazi. Ibrahim Traore aliongea kwa kusema, hata waliokuwa gerezani pia wana haki, nao wanastahili kujifunza. Gerezani ni sehemu ambayo tunakwenda kuwafunza raia wetu wasio na nidhamu. Sehemu hiyo tutawafunza ujuzi, tutawafunza nidhamu, lakini haki zao lazima zizingatiwe. Kuna adhabu zipo ndio kwa ajili ya mfungwa, lakini sio mateso, alisema Ibrahim Traore, kwani anayekuja gerezani tayari kosa lake limeshamtambulika, hivyo anakuja kufunzwa nidhamu ambayo hakuwa nayo kipindi hicho. Rais Ibrahim Traore alizungumza hayo yote kwa lengo la kujenga, lakini pia wale ambao walikuwa ni maaskari aliwasamehe, na wengine ambao walizidi kufanya mabaya ndani ya lile gereza waliweza kufukuzwa kazi kabisa na vibarua vyao vikaota nyasi. Kwa yale mabaya waliyowafanyia watu wengine walijifunza kitu. Unajifunza nini kupitia hichi alichokifanya Ibrahim Traore? Andika komenti yako hapo chini nami nitapita nayo baadaye. Asante, ulikuwa nami katika channel yako pendwa kabisa ambayo itakupa taarifa za Ibrahim Traore zinazoendelea katika nchi ya Burkina Faso. Usiache kusubscribe, like na kucomment, lakini pia kushare ujumbe huu.